Mahakama ya juu leo hii imefutilia mbali hukumu ya lazima ya kifo na kuitaja kuwa kinyume cha sheria ama kinyume cha katiba na ukiukaji wa haki za binadamu. Majaji Ndung'u na Jackton Ojwang wakiongozwa na naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu walitoa hukumu hiyo kufuatia kesi ambayo iliwasilishwa miaka mitatu iliyopita na wafungwa ambao walihukumiwa kifo katika gereza la Kamiti. Wilson Therimbu Mwangi na Francis Karoki Moriatetu waliketi mahakamani wakiwasubiri majaji wa mahakama ya juu watoe uamuzi kuhusu kesi yao inayopinga hukumu ya kifo. Kesi ya wawili hao ambao kwa sasa wanakitumia kifungo cha kifo katika gereza la Kamiti iliitaka mahakama ya juu kuagiza kwamba kifungo cha sheria za jinai cha 204 ni kinyume cha katiba. Katika maamuzi yao, majaji walistahili kuangazia kifungo cha 204 cha katiba kuhusu makosa ya jinai kwa kuzingatia vipengee vya 19, 20, 38 na 48 pamoja na kile cha 52 vinavyoangazia haki za msingi za wafungwa. Wafungwa hao wamekuwa gerezani tangu mwaka 2003. Section 204 of the Penal Code deprives the court of the use of judicial discretion in a matter of life and death. Such law can only be regarded as harsh and just and unfair. Na kwa kauli moja, hukumu ya kifo ikafutiliwa mbali. The mandatory nature of the death sentence as provided under section 204 of the Penal Code is hereby declared unconstitutional. For the avoidance of doubt, this order does not disturb the validity of the death sentence as contemplated under Article 26, Sub-Article 3 of our Constitution. Huku amri ikitolewa kwa mwanasheria mkuu na mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuanzisha mchakato wa kubuni sheria mpya za kushughulikia makosa ya jinai. The Attorney General, the Director of Public Prosecutions, and other relevant agencies shall prepare a detailed professional review in the context of this judgment and order, made with a view to setting up a framework to deal with sentence rehearing cases similar to that of the petitioner's hearing. Kwa sasa kesi ya wawili hao imerudishwa katika mahakama kuu ili kusikizwa na kuamuliwa upya. Shadrack Miti, KTN News.